mtu. Katika maombi yako ya siku 90 usisahau kumwambia Mungu, nitumie mtu. Yaani usisahau. Watu wanaweza wakafanya vitu vikubwa kwenye maisha yako haujawahi kuona. Siku moja mtu anaweza katamka kitu kwenye maisha yako na kikabadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Na ndio maana ukiwa umeokoka na unamjua Mungu vizuri, hautakaa udharau mwanadamu. Ukiona unamdharau mwanadamu, jua kuna kitu hujamjua Mungu bado. Kuna namna hujamjua Mungu anavyotenda kazi. Anaweza kawa ni mzee kabisa ambaye hata ukimwangalia ni mzee ambaye hana msaada kabisa, lakini nataka nikuhakikishie kuna kitu anaweza kuwa amekibeba kwa ajili yako. Na watu wengi wanakuaga, Biblia inasema msiyatazame sana mambo yanayoonekana kwa sababu ni ya muda. Tazameni vile visivyoonekana kwa sababu ni vya milele, tena vina nguvu. Kwa hiyo manake mtu ambaye ameshammaster Mungu, ameshamjua Mungu kwa undani, huyu ni mtu ambaye ameshaachana na kutafuta vitu vinavyoonekana tu. Manake nguvu yake kubwa anatafuta vile visivyoonekana. Usitafute vinavyoonekana kwanza, anza kuvitafuta visivyoonekana. Hazina yako ijae kwanza ndani yako. Hivi vinavyoonekana ni manifestation, maana ni vinatokea, lazima vitokee kwa sababu viko ndani yako. Kabla hujatafuta hela kwa huyo mtu, jenga mahusiano kwanza. Hayo mahusiano ndio kitu ambacho hakionekani. Chenga naye kwanza, chenga uaminifu kwanza, muombe, mbebe kwanza. Wewe unajua unaweza kukutanishwa na tajiri mkubwa tu, lakini akaondoka kwako ndani ya siku 2. Sio kwa sababu kwamba Mungu hakumtuma kwako. Inawezekana alimtuma, ila namna ambavyo umehandle naye, ameona umetafuta, yani manake amekukuta unatafuta vitu alivyonavyo na sio unamtaka yeye. Huyu mtu anaweza karudi nyuma kadhani amekosea mlango, kumbe inawezekana ni mlango sahihi, lakini wewe ulichokosa ni hekima. Haleluya. 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 Kwa nini tumuombe huyu mtu? Kwa nini Mungu atupe huyu mtu? Kwa nini tunaomba kwa ajili ya huyu mtu? Namba moja ni kwa sababu hao watu wakijaga wako tayari kubeba gharama kwa ajili yako. Haleluya. Na hii tunaona jinsi ambavyo Biblia inasema hivi, hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wazee 24 wakaanguka mbele za mwana wa kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambao ni maombi ya watakatifu. Mstari wa 9, na hao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Angalia, watu ambao wanakujaga kwa ajili ya maisha yako, hao ni watu ambao wamekubali kuchinjwa, kuyatoa maisha yao na kukupa. Omba watu ambao watakuwa tayari kuyatoa maisha yao kwa ajili yako, ili Yesu afungue kitabu cha maisha yetu. Ilimpasa yeye kuchinjwa. Hakutokea tu mtu mmoja tu ametoka zake mbinguni, amekula bata tu akaja hapa akasema mimi ndio yule mwanadamu nitakaye fungua hicho kitabu. Alikubali kulipa gharama. Na ndio maana watu wote ambao wanakuja kwenye maisha yako, wakishaona shida wanaondoka, kwa sababu hawako tayari kulipa gharama. Una prayer partner wako, una mtu ambaye unaomba naye, ukianza kumweleza tu mahitaji yako akuombee, anaondoka na kuhama. Siku tu ukianza kumweleza bana, ninahitaji hili, naomba nisaidie kuomba, siku hiyo hiyo anaacha kupokea simu zako, kwa sababu hawako tayari kulipa gharama. Ila Mungu akikutumia mtu rakosha katorinda rabashi katoria, hao watu wanalipaga gharama isivyo kawaida. Hao ni wale watu ambao anafunga safari, anaenda kukaa mlimani siku 7, anasema ninataka kuona maisha ya Specioza yanabadilika. Ni watu ambao wanachukua laki yao ya mwisho, ila yao ya mwisho wanakupa, wanakuamini, anakuambia ni kweli umeanguka mara 6, lakini bado ninakuamini, ya 7 unaweza bado. Paka wewe kuna mahali unafika unasema, huyu ni mtu wa namna gani anaweza kuniamini kiasi hichi? Au ni watu ambao wametumwa na Mungu mwenyewe.
Lakini ni watu ambao tunahitaji macho ya rohoni kuwatambua, kwa sababu wanavyokuja ni kama hawafanani, wanavyotokea ni kama huwezi kuwa unawafanania. Unajua, kwenye akili yako unategemea ni mtu atakayekuja siku hiyo. Nilimfanya biashara likubwa, limepaki gari lake, anaweza kawa ndio mfanyabiashara mkubwa, lakini namna anavyokuja kwako usitegemee vile atakavyokuja kwako. Au mtu ambaye atakuunganisha na huyo mtu asifanane na huyo mtu. Anaweza akaja kama mtu fulani hivi kama masikini sana, akaja akwambia, bana kijana, naona unafanyaga hichi kitu haka biashara, mimi na mjomba wangu bana yuko Dar es Salaam, huwa anafanyaga hii biashara, labda nikupe namba yake wasiliana naye. Kuanzia hapo ukapata connection ambayo ikabadilisha maisha yako yote. Lakini kama ungemdharau huyu mtu ambaye alikuja kwako, utakao upate connection. Na ndio maana kumdharau mtu katika kitu utakao kujitahidi ni hicho. Hata haweje, akiwa na uhitaji mpe msaada aende. Ukiwa hauna cha kumsaidia, lia pamoja naye, never kumcheka, lia pamoja naye, mwambie rafiki yangu, ninakupenda kutoka moyoni mwangu, na hicho ulichoniambia kinaniumiza kama mimi kimenitokea, ninalia pamoja na wewe sahihi. Lia. Nataka nikuhakikishie hicho kitu hakitaacha kukulipa, hakitaacha kukulipa. Paulo mwenyewe anatoa kodi, anasema hivi, msichoke kutenda wema. Alafu anasema mtalipwa kwa wakati wake, msipozimia mioyo, manake msipoacha kufanya hivyo. Unajua nini maana ya kibali? Kibali ni wakati mwingine, kibali cha Mungu namna kinavyo operate. Yaani ni una uhitaji wa nyumba, alafu mtu anakuambia Mungu ameniambia nikupe hii nyumba. Ndio maana ya kibali. Ndio maana ya neema. Una uhitaji na gari, umejifungia na unamwambia Mungu nipe gari. Anakuja mtu anakuambia usiku wa leo Mungu ameniambia nikupe hii gari. Haleluya. Kama vile ambavyo kuna watu walishai kujaga kwako wakakwambia Mungu ameniambia nikupe 20,000. Usio kazani kwenye vitu vingine haiwezekani. Na ndio maana nataka nikuambie, kwenye akili yako futa, kuna kitu kikubwa. Kwenye akili yako futa kabisa, Mungu hana kitu kikubwa. Mungu hata kukupa hii dunia yote bado kwake ni kitu kidogo sana. Kwa sababu kama Mungu anasema hivi, ataiteketeza hii dunia hii na kuifanya dunia mpya, maana kwake hii dunia sio kitu. Sio kitu cha gharama. Ingekuwa ni cha gharama asingeweza kuiteketeza. Anasema nami nitafanya mbingu mpya na nchi mpya. Maana yake kwamba hii iliyokuepo itateketezwa kabisa, pamoja na dhahabu zake na tanzanite yake na maziwa na mabonde. Licha hata macho yako anaona vitu vyote ni vizuri, kwa Mungu bado ni vitu vidogo sana. Kwa hiyo ondoa kwanza kwenye akili yako kwamba kuna kitu kikubwa kwa Mungu ambacho Mungu hawezi kukupa. Ondoa kwenye akili yako. Na ndio maana Mungu alimwambia Ibrahimu, unaona mpaka wapi? Ibrahimu anasema naona mpaka kule. Anasema mahali macho yako yanapoishia kuona, nimekupa umiliki. Mahali ambapo akili yako inaishiaga kuona, ndipo mahali utakapopatawala. Mungu akupi nje kile ambacho ni mwisho unachokiona. Anakupa mpaka pale mwisho unapopaona. Unataka Mungu akufanye kuwa mfanya biashara mpaka wapi? Kile unachokiona. Unataka Mungu aikuze huduma yako kiasi gani? Ndivyo Mungu anavyofanya. Akili yako ukiibana, manake Mungu sasa atafanya nini? Kwa sababu imani yako ndio umeibana. Umemweka Mungu kwenye kiboksi, ukasema Mungu wewe utafanya mpaka mwisho hapa. Haleluya. Angalia, Yesu analipa gharama ya kufungua kitabu. Anasema akachinjwa. Alafu anasema akamnulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwa hiyo Yesu analipa gharama kwa damu yake ili aweze sasa kuwanunua watu wa kila kabila, kila taifa na kila lugha, ili afungue kitabu cha watu wa kila kabila, kila taifa. Na ndio maana leo ukienda China
utakutana na watu wanaomjua Yesu kwa sababu amefungua kitabu chao. Ukienda Usukumani utakutana na Wasukuma ambao vitabu vyao vimefunguliwa. Ukienda Moshi utakutana na Wachaga kwa sababu alipa gharama. Hao watu hawachiwachi tu. Hao watu wakija kwenye maisha yako ni manake wanakubali kulipa gharama. Yesu ili afungue kitabu cha maisha yetu analipa gharama ya damu yake, ya uhai wake. Ukimkosa mtu ambaye yuko tayari kusacrifice kwa ajili yako, manake utakuwa ulie sana mbele za Mungu. Ukikosa mtu ambaye anaweza kusacrifice kulala njaa akakupa wewe ule, bado mlilie Mungu. Bado hauna mtu. Bado hauna mtu. Na ndio maana hata watoto wako usiwaache kuwaombea, ukaombea Mungu. Usiache kuwapa watu wakati wanahitaji watu. Na ukiwa unawaombea hayo maombi, na wewe uwe yule mtu ambaye watu wanaombaga. Unakutana na mtoto wa mtu amekuja kusoma chuo kwenye maeneo ya kwako, msaidie kama wa kwako. Panda mbegu pale. Kwa sababu uwezi ukajua na yeye mzazi wake aliomba, Mungu mtoto wangu huyu namtuma, anaenda chuo, ana baba ana mama, ila Mungu ninajua utampa mtu. Alafu wewe ndo uwe yule mtu. Haleluya. Yesu alilipa gharama. Tunatakiwa kumwambia Yesu asante tena kwa kulipa gharama. Vitabu vyetu hakuna angeweza kufungua. Hebu jiulize kama Yesu asingeyafungua maisha yako, hata hapa ulipo ungekuwa haupo. Hebu fikiria ungekuwa nani? Hebu fikiria tu kwenye hii dunia ungeishije kama Yesu akukubali kulipa gharama. Ukishamshukuru Yesu, utaomba Mungu, nitumie na watu ambao watakubali kulipa gharama juu ya uchumi wangu, juu ya elimu yangu. Watu wa Mungu, ninavyokuambia wewe nitakusomesha, mfano nimekwambia nitakusomesha kwenda chuo, usidhani kwamba ni rahisi, kwamba tu ni hela imekaa pale ya kupoteza tu. Inauma vile vile kama hela yoyote inavyouma, ila nimekubali kulipa gharama kwa ajili yako. Ni gharama. Usidhani kwamba huyu mtu aliyekupa ana nyingi, ametoa kwenye nyingi. Huo ni uongo wa shetani. Wakati mwingine analipa ada yako, inawezekana hata watoto wake hajalipa bado, ila amekubali kulipa gharama. Alafu mtu namna hiyo bado unamchukulia poa, haumuombei, unamjibu unavyotaka, unamdharau, unamsema vibaya. Unajua huwa nini Mungu anafanya? Anageuzaga moyo wake, anauelekeza pengine. Huyo mtu utakao umrudisha kwenye maisha yako, akishageukia hivi na amegeuka. Kwa sababu wakati alikuja kwako ni Mungu alimgeuza akaja kwako. Na akiondoka huwa Mungu anamgeuza, anamuondoa. Watu wa Mungu, utalia na kusaga meno akiwa ameondoka. Na kutakuwa kuna nini cha kufanya tena? Hakuna. Haleluya. Mwambie Yesu asante. Muda wetu mbaki ni mchache. Nenda ukamwambie Yesu asante. Asante Yesu kwa kubali kulipa gharama na kufungua. Baada ya maombi haya, Mungu atatupa watu vile ambavyo hatujategemea. Haleluya. Haleluya. Na atatupa hekima. Jana kwa tunaombea tumbo la uzazi. Hii ni series ya watu wa Mungu. Kama uifuatilie, hii ni series ambayo Roho Mtakatifu anatupa. Ifuatilie, na kila ambacho kinakuja mezani cha kuombea kiombe. Haleluya. Haleluya. Na watu ambao wataanza kuondoka kwenye maisha yako, waruhusu waondoke. Usiwang'ang'anie. Amen. Waruhusu waondoke. Na watakaokuja, kuwa macho. Pia adui anaweza akatuma wa kwake, lakini wa Mungu pia ataweza kuja. Amen. Tunatamani tukikutana tena hapo kwenye maombi ya wakati mwingine, utupe ushuhuda kwamba watu wa Mungu, nilikutana na mtu. Amen. Haleluya. Haleluya.
Hebu fikiria kama watu wangemchukulia Yesu alipokuwa duniani ni mtu wa kawaida. Wengi wasingeponywa. Wengi wasingekutana na miujiza yao. Bwana sio lazima hata ufike kwenye nyumba yangu, wewe tamka tu. Manake hakumchukulia kwamba huyu ni mwanadamu wa kawaida tena. Watu waliomchukulia Yesu wa kawaida wakati anaishi walibaki kama walivyokuwa. Haleluya. Kwa hiyo watu wanaokuja ambao wamebeba kusudi la Mungu kwenye maisha yako, hao ni watu hawataacha maisha yako yabaki kama yalivyo. Hao watu kwa gharama yoyote watakubeba, iwe ni kwa maombi, iwe ni kwa fedha, iwe ni kwa chochote, watakubeba. Haleluya. Hauna uzito kiasi huo unaodhani kwamba huwezi kubebwa na watu. Hauna uhitaji mkubwa kiasi huo. Unaweza kukutana na mtu huyu mmoja ndani ya wiki moja amemaliza kila uhitaji ulionao. Ndani ya wiki moja. Kila uliokuwa unamuuliza Mungu kwa miaka 30 akaja akakujibu kwa wiki moja. Na ndio maana unatakiwa usiwachukulie watu poa. Yesu asitunyime watu. Katika jina la Yesu, Yesu asikunyime mtu. Kila majira mapya utakayoyaingia, awepo mtu ambaye ataoperate kama malaika kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Mahali utakapohitaji baraka, usikose mtu wa kutamka baraka. Katika jina la Yesu, utakapohitaji mtu wa kukutia moyo, usikose kukutia moyo. Utakapoanguka, usikose mtu wa kukunyanyua. Katika jina la Yesu Kristo. Kama Mungu aishivyo, kama Yesu alivyolipa gharama, akununulie watu wote, kwa damu yake amenunua watu wote unaowahitaji kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu, ninawaleta kwako sasa. Wanakuja kwa jina la Yesu. Hakuna kitakachowazuia tena. Ukuta uliokuwa unawazuia wasikuone umevunjwa leo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chapia Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Amen.